Ndugu wanachama, marafiki wa Chadema, ndugu viongozi wa kitaifa, wanachama wetu tunakuunga umoja wa wananchi, ndugu na mabadiliko na watetezi wa kweli wa maendeleo ya maendeleo, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Maalim Seif, Rais mtarajiwa wa serikali ya Tanzania. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna vifaa hivi havijakaa vizuri na kifaa vitakaa vizuri mwanzo wa siku. Nianze hotuba yangu inayohitimisha safari ya ziara ndefu za kampeni tulizochukua mimi na timu yetu ya kampeni katika vijiji, kata, tarafa, wilaya na mikoa yote ya Tanzania. Kama nilisema jana nilipozungumza na Watanzania kupitia radio na television, kuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema aliyetulinda salama. Leo tunahitimisha safari ngumu, ndefu, iliyojaa miiba, milima na mabonde, tukitembea kifua mbele kwa namna mamilioni ya Watanzania waliojitokeza kutuunga mkono. Mimi hapa ni kielelezo cha kushukuru huko. Ila kwa uchumi na masikitiko, tunahitimisha safari yetu ya kampeni tukiwa kumbukumbu mbichi kichwani ya kuwapoteza wenzetu kadhaa. Ni juzi tu wiki hii tumeeleza katika hija yake ya milele mzee wetu Dr. Emmanuel Makaizi. Tumewapoteza njiani kabla yake Deo Kunjombe, Dala Kigoda, Selina Kobani, Mama Edmutoi, Nelson Mara. Wote hawa walikuwa kuna wakungu. Si hao tu, tukapoteza pia mmoja wa wanasiasa ambaye ni mwasisi wa mapinduzi nchini. Ndio tunataka tunayokusudia. Wote hao na wengine ambao tupataje hapa, Mwenyezi Mungu awalaze mahali kama peponi. Naomba tusimame kwa dakika moja kuombea. Mungu amweke pema peponi. Amen. Ndugu zangu, mimi na mgombea mwenza Juma Ali Juni tumeona na kujifunza mengi. Tumejiandaa kikamilifu kujenga Tanzania mpya, Tanzania na ndoto ya watu wetu. Ndugu Tanzania wenzangu, katika ziara hizi nimeshuhudia vuguvugu kubwa la mabadiliko. Kiu na wale wa Tanzania kuyapokea mabadiliko hayo. Lakini pia tumejionea shida zinazowakabili wananchi wetu. Nimesikia na nyakati nyingine kuona kidao chao cha kunyanyaswa na wakinywa haki na watendaji wa serikali za mitaa na vijiji. Nimesikia kidao cha umaskini, cha afya na elimu duni. Nimesikia kilimo kikubwa cha vijana, kilio kikubwa cha vijana kukosa ajira na matarajio ya kesho bora. Nimesikia rai za Watanzania na ndugu zao za kupata maendeleo, maji safi na kazi bora na barabara madhubuti. Nimesikia malalamiko ya wakulima na wafugaji kukosa maji, ardhi na namna za mazao yao. Nimesikia kilimo cha madaktari, wauguzi, walimu, askari na watumishi wa taasisi za umma kuhusu mazingira magumu ya kazi, kodi za juu na umaskini duni. Nimesikia maslahi duni. Nimesikia kilio cha wafanyabiashara wadogo kuhusu ugumu wa mazingira ya kufanyia shughuli zao, kodi kandamizi na kukosa mitaji. Nimesikia kilio cha wanawake kuhusu haki zao na ushiriki wao mdogo katika shughuli za kiuchumi. Nimesikia kilio cha wazee na wastaafu wasio na bima ya taifa wanaolipwa pension isiyokidhi mahitaji yao na ugumu wa maisha ya uzeeni. Tumesikia kilio dhidi ya rushwa na ufisadi uliokithiri. Tumekisikia kilio cha Watanzania juu ya udhaifu wa uongozi kiutawala, dhaifu wa CCM ulioshindwa kuondoa umaskini. Tumekutana na vilio vya watu walioonewa, kunyanyaswa na kupuuzwa na namna haki za raia zilivyopuuzwa. Jibu langu ni fupi na lile lile. Tumeona, tumesikia, tumeelewa na tutatenda. Baba wa Taifa, alitufundisha kwamba kuongoza ni kuonyesha njia. Tumejipanga vyema kwa uongozi wa Tanzania. Kwanza, tumejiandaa kuongoza mapambano ya dhati ya kukataa na kuondokana na umaskini.
Tumejipanga vema kupiga vita rushwa na ufisadi kwa matendo na si kwa maneno matupu. Tumejizatiti kuliandaa taifa kwa ajili ya mapinduzi ya kweli katika elimu, kilimo na viwanda. Tumejiandaa vema kwa uongozi wa Tanzania kuachana na maozo ya kutegemea wafadhili na kuondokana huruka za kuwa taifa ombaomba. Tumejipanga kufufua ari, dhamira na misingi ya kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi. Tumejizatiti kufanya Tanzania kuifanya Tanzania kuwa taifa la mfano kijamii, kiuchumi na kimaendeleo Afrika Mashariki na duniani kwa kudumisha sera yetu ya uhusiano wa kimataifa ili iwe na tija kwa Watanzania. Tumejiandaa kuondoa Tanzania katika kundi la mataifa maskini duniani kwa kuhakikisha tunaanza kutumia vyema rasilimali zetu kujiletea maendeleo ya dhati. Mambo hayo ndio msingi wa dhana ya mabadiliko tunayotaka kuyahubiri. Tunaamini na kutambua kwamba mabadiliko yanafanana na fikra yoyote makini, yanaanza na fikra sahihi. Sisi wana mabadiliko tunaamini kwa dhati kwamba maendeleo ni ajenda ya dharura kwa taifa na sio jambo la ulemavu. Narudia, tunaamini kwamba sisi wana mabadiliko tunaamini kwamba kwa dhati kwamba maendeleo ni ajenda ya dharura kwa taifa na sio jambo la ulemavu. Nimepata kulisema na leo narudia, mchaka wa maendeleo. Na kwa sababu hizo, naomba Watanzania watuamini na wakubali kutupa dhamana ya kuliongoza taifa hili kwa njia ya kura kesho asubuhi. Tuliyoyaona yametokea hali na dhamira yetu ya dhati ya kuomba ridhaa ya wananchi wa Tanzania na kushirikiana nao kuleta mabadiliko ya kweli. Tulichokiona kimeniongezea ujasiri wa kuzidi kuuchukia umaskini. Tumejipanga vema kwa kutumia ilani yetu, utayari wetu, uthubutu tulionao kuongoza Watanzania katika safari sio ya matumaini bali ya mabadiliko ya uhakika na ushindi. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi na ninyi sababu kubaliana na mzee wetu Ngombale Mwiru kwamba CCM imeishiwa pumzi. Kwa hiyo haina uwezo tena wa kutufikisha katika kilele cha mafanikio. Mimi na ninyi wa Tanzania wenzangu tunapaswa kumuelewa kwa dhati baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Alisema chama kimoja kinachokaa madarakani kwa muda mrefu kinafikia hatua ya kujisahau. CCM imechoka na haina matumaini tena. Mimi na ninyi tunapaswa kujifunza kutoka kwa jirani zetu kama Kenya, ambako wananchi walichukua hatua ya kuleta mabadiliko kwa njia ya demokrasia mwaka 2002. Na leo hii wa Kenya hawamo tena miongoni mwa mataifa ya dunia taifa maskini kama tulivyo sisi. Mimi na ninyi tuna wajibu wa kuikataa CCM. Sikilizeni, mimi na ninyi tuna wajibu wa kuikataa CCM kwa njia ya kura. Chama kile
bora Mungu wa Tanzania. Rais bora ambaye Tanzania inamhitaji wanapotaka mabadiliko ya kweli ni yule ambaye hata kabla ya kujikutana na wenzake na kufikia mambo ya msingi ya kisera, kiitikadi na kimaendeleo, yeye mwenyewe anayo maono ambaye anayaamini na kukasimamia kwa dhati. Urais si kazi ya kubahatisha. Urais si jambo la potea. Urais ni wajibu na dhamana ya juu kabisa katika taifa. Urais si mamlaka ya kutisha watu. Urais ni wajibu wa kuongoza dunia. Urais ni wajibu wa kutoa dira ya taifa. Anayeomba urais anapaswa kuwa mtu aliyejiandaa na kuangaliwa kama kifikra, kinidhamu, kimaadili, kimkakati na kimaoni. Ili uwe rais bora, unapaswa kuwa mtu aliyejiandaa na anayekuangaliwa kifikra, kinidhamu, kimaadili, kimkakati na kimaoni. Ili uwe rais bora, unapaswa kwanza kuwa mtu la kujionea haya sisi wenyewe kwamba miaka 54 baada ya uhuru Tanzania bado ni taifa maskini, tegemezi la ruziki kudidimia. Ni jambo baya zaidi kwamba CCM kwa njia zile za rushwa inafanya kila juhudi kuzuia mabadiliko hayo. Viongozi wakuu wa chama tawala wanajaribu bila mafanikio kupata mbegu mbaya ya kichwani mwa wananchi Tanzania. Tunayo fursa ya kufanya kile kitafanyika kufanikiwa kwa Zambia, Kenya, Malawi na kwingineko duniani. Hatupaswi kusubiri hadi wananchi wakose subira na kupata hasira na kukosa uvumilivu kuingia mitaani na kuongoa watawala. Kama ilivyofanyika ambako siri ya mafanikio ya mataifa kama Malaysia, Korea Kusini, Thailand na Singapore ambayo miaka 50 tu iliyopita walikuwa kama sisi ni mfano wa kujifunza. Ni fedha kwetu kwamba leo hii mataifa hayo pia yametoka kwa nchi wahisani, wafadhili na wawekezaji wakubwa. Je, ni sahihi kuendelea kushangaa na kutamani maendeleo yao sisi wa Tanzania? Hapana. Kuna njia moja tu, kuchukua hatua na kuleta mabadiliko ya kweli kwa wenyewe.
ndio sera ya kuwakandamiza Watanzania. Tuikatae. Tuchague mabadiliko. Tuchague Chadema. Tuchague wagombea wa UKAWA. Mabadiliko ni fikra. Ili tubadilike ni sharti tuanze sasa kufikiri na kutenda tofauti na ilivyo sasa. Hatuwezi kuendelea kufikiri na kutenda kana kwamba hatuna dharura maendeleo. Tunaweza kujitegemea na kuleta maendeleo yetu wenyewe bila kutegemea wafadhili. Nchi nyingi zimefanikiwa kuondoa maskini katika kizazi kimoja. Tujifunze kutoka kwao. Tanzania pia tunaweza. Tuchague mabadiliko. Tunapaswa sasa kuwa taifa linalotumia rasilimali zake zaidi kuendeleza na sio kufanya wageni na kufanya Watanzania watwana katika nchi yao. Umaskini si joo la ufahari. Tuukatae. Lazima tuache kuwa taifa ombaomba. Hakuna faraja katika umaskini. Mabadiliko yanaweza kuletwa na CCM. Miaka zaidi ya 50 ya utawala wake Tanzania bado ni maskini. Tusitegemee kuwa wanajamhuri. People. Ndugu zangu, ilani yetu imechambua kuainisha masuala ya msingi ambayo serikali itakayounda itasimamia. Na mpenzi mtazamaji, ni mgombea urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa akiwa anakamilisha hotuba yake hapa, lakini kwa kuwa kama nilivyodokeza awali kwamba muda ndio una kwenda na matukio tofauti hivi leo katika kufunga kampeni za vyama sehemu mbalimbali hapa Tanzania, na kituo chako kingependa kuhakikisha na wewe unapata yanayotokea hapa na pale vile katika ufungaji huu. Niseme tu ya kwamba kwa sasa hivi tuairishe hiki kinachoendelea hapa katika matangazo wakati wenyewe wakiendelea, ili muda baadaye kidogo ITV iweze kukuletea ufungaji mwingine wa chama kingine na mahala pengine. Kutoka hapa Jangwani, ni mimi Ranfred Masako kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea matangazo haya. Nasema asante na kwaheri. Boda mama ntilia na wamachinga.